Ndiyo, ninajua. Unaweza ukawa unaishi na mama wa kambo na ukahisi umepoteza kila kitu. Ukahisi kama kuna vitu ambavyo unavikosa. Hiyo yote ni kwa sababu tu unaishi na mama wa kambo. Ni kweli, hawezi kukupenda kama anavyowapenda watoto wake. Ila, zingatia ya kwamba kuna nafasi ambayo ataifanya kukuhudumia kwa uzuri kabisa. Yale unayoyaona anayafanya mabaya kwa ajili yako, usiyachukulie kama ubaya, bali yachukulie kama ni funzo anakufundisha kuhusu maisha. Usichukulie kwamba ni mateso, bali chukulia anakutengenezea furaha iliyo mbele yako. Usichukulie kama ni maumivu, bali chukulia ni eneo la furaha ndani ya maisha yako. Changamka dogo. Changamka. Lete tofali hilo. Ile tofali hapa anapobeba si nani? Aise, hebu weka kwanza tofali chini. Mbona kama ni umri wako ni mdogo sana, halafu mwisho wa siku unafanya kazi ngumu kama hizi? Shida ni nini? Kwanza shikamoo. Marhaba. Mimi hapa nasumbuliwa na mama wa kambo. Mama wa kambo? Anakufanyaje? Nina siku 3 nanyua chakula. Ndio wale walikuja kujishughulisha na kazi mbalimbali. Ili tu nipate kidogo. Yaani una siku 3 haujala. Watoto wake wanakula hawali? Anakula. Sasa kwa nini hawakupi chakula? Yeye ndo anipendi, yani sielewi. Kwa hiyo ni kazi zako za kila wakati. Kwa ajili ya kupata chakula. Kitu ambacho mimi nataka nikushauri ni kitu kimoja. Siku nyingine ukikutana na manyanyaso ya namna hii, inabidi uende kwenye vyombo vya sheria ili ukapate msaada wako wa haki zako. Tofauti na kujiingiza kwenye kazi hizi ngumu za kimtaa, kwanza unadhoofisha mwili wako, lakini cha pili unazuia ndoto zako. Wewe Mungu kakuumba una ndoto kubwa sana. Yaani dunia inakusubiri uje ufanye mambo makubwa sana. Sasa, ninachokushauri, likitokea tena jambo kama hili, hata sasa hivi, nenda kwenye vyombo vya sheria, nenda kwa mwenyekiti wako wa mtaa ukamuelezee haya yanayokukuta nyumbani. Baada ya hapo mwenyekiti wa mtaa atachukua hatua zake, mwisho wa siku utapata stahiki zako. Kwa sababu nikikuangalia umri wako ni wa kusoma, lakini kwa nini unakuwa mtaani namna hii? Unapoteza ndoto zako, unapoteza dira yako. Na kushauri mdogo wangu, nenda kwa mwenyekiti wa mtaa wako ukaongee naye vizuri ili uweze kupata haki zako. Ikiwa ni siku ya 8 nikipewa nguvu kabisa na DJ Executive Hotel.